nimekutana na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Ashraf Jeyala. Uko sawa sawa eh? Alhamdulillah kaka. Umeutazama mchezo wa dabi, Simba amefanikiwa kushinda bao 1-0 baada ya dakika 30 za nyongeza. Kiufundi imekuwa ni mechi namna gani ikiwa ni mechi ya fainali ya Muungano? Yes, to me naona ni game ambayo ilikuwa na vitu vingi sana, na to be honest mimi sijaridhishwa na performance ya timu zote mbili. Kwa maana nilichokuwa nakitarajia kukiona sikukiona moja kwa moja uwanjani, kwa maana ile intensity, ushindani wa kutosha kulikweli, kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba timu zote ziko vizuri, lakini wanasema kwenye vipofu chongwa na nafuu pia. Unaelewa? I don't know, ni kwa sababu walikuwa wanahofia game ya dabi ya tarehe 3 ambayo ni kwenye mbio za ubingwa. Pengine intensity ya mechi inapungua, lakini ukiangalia dakika 90 za mwanzo zile ulikuwa unaona kwamba kila timu ilikuwa inaogopa kufanya makosa, tahadhari nyingi sana, wanaogopa kutake risk, lakini pia huoni muundo rasmi wa timu ikiwa inashambulia kwamba yani unajua kuna moment timu ikitaka jambo lake inaamua kwamba okay we are going. Ulishe kumuona Simba akicheza na timu daraja la kati, namna ambavyo mawinga wana operate pembeni, wana force vitu vitokee, ma fullback wanapewa, lakini leo na hata Yanga wanavyotaka jambo lao pia, Dusi akina Okelo, Dube, Max, namna ambavyo wanapush, kitu ambacho leo hakikuonekana. Kwa hiyo leo ilikuwa ni game ambayo unasubiri moment. Yaani watu wanasubiri moment. Kwamba moment moja tu ndio itaenda kuamua mchezo. Na tumeona ndani ya dakika 120 moment moja tumeenda kuamua mechi la penalty. Kwa hiyo kiufundi ilikuwa ni mechi ya uoga sana. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafunguka. So ukiniambia nani licha ya kucheza kawaida hivyo walivyocheza nani alikuwa bora, nitakwambia Simba alikuwa bora. Ushindi huu kwa Simba unawapa confidence au hali ya kujiamini kiasi gani kuelekea kwenye mechi ya siku ya Jumapili? Of course kila mechi na approach yake na maandalizi yake, lakini unapokuwa umeshinda mechi dhidi ya mpinzani wako ambaye kwa muda mrefu amekuwa akikupa shida wewe kumfunga, ina boost morale na kuamini kwamba inawezekana pia. Lakini to be fair, hii Yanga hii sio ile Yanga ambayo ya misimu hili nyuma msimu mitatu. Waamuzi kwa maana mwamuzi wa Qatar alitoka Kenya, mechi inayofuatia pia waamuzi wanatoka Morocco. Inatoa taswira gani kwa waamuzi wa Tanzania na namna ambavyo amechezesha ile amekuridhisha? Mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikitoa comment kuhusiana na waamuzi na utaratibu wa kuleta waamuzi kutoka nje. Leo hii walileta waamuzi kutoka Kenya. Of course naye alikuwa muoga. Kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanahitajika, mfano kama kina no card. Na ulikuwa unaona kina Damaro unafanya mistake ambazo una deserve kupata yellow card pengine. Lakini it is like naogopa lawama. Wameniambia kwamba ni mechi ambayo ina pressure kubwa, kitu ambacho pia kilikuwa kinaleta changamoto pia. Kwa hiyo kuna baadhi ya maamuzi pia yalikuwa anaferi, ingawa sio kila lafu unatakiwa kutoa kadi. Kuna nyingine unamuelewa, lakini kuna nyingine ulikuwa unatakiwa kumuonya mtu kwa kumpa yellow card ili kumpunguza asiendelee kuwa aggressive zaidi. Sasa kuleta waamuzi ambao wana ubora kuliko waamuzi wetu, that is fine. Tunahitaji hao watu wawepo, lakini mimi nilikuwa na hoji tu ni namna gani pia, kwa sababu makosa waamuzi wafanye kwenye mechi za Simba na Yanga tu. Ukiangalia hata mechi za madaraja mengine, madaraja ya kati, wanafanya mistake, unaangalia unasema wow, huyu refa anafanya nini hapa? Tunawasaidiaje wao kama naogopa tu hizo mechi, kwa sababu zina pressure, kwa sababu kuna mashabiki wengi pamoja na viongozi wengine ambao ni mashabiki wa hizo timu. Tunawasaidiaje na watu wengine? Kwa hiyo kama tuna mpango wa kuhakikisha kwamba kwenye dabi watu wanapata stahiki, sawa. Hizi timu zote zipo chini ya bodi bwana. Unanielewa? Yaani wote ni wanachama wa bodi ya ligi. Kwa hiyo tunawasaidiaje nao wengine wawe wanufaika pia, kwa sababu kuna timu inataka kushuka daraja huko, inapambana. Sasa inakutana na muamuzi ambaye yeye amtaka akachezeshe Simba na Yanga kwa sababu ya mistake. Hizo mechi akienda yeye akichezeshwa, akifanya mistake, manake kuna mtu unamharibia pia. So to me tutafute utaratibu mwingine. Hapo tunatibu tiba ya muda mfupi tu kwenye mechi ya dabi. Zeni kuna mechi zingine nyingi ambazo watu wanakuwa wanafanya mistake. Kwa hiyo kama taifa na kwa ajili ya kunusuru mpira wetu, tutafute namna nyingine ya kusolve hili tatizo.